Unajua sifa kubwa ya chief ni kuwa mwanamke mrembo, mzuri kama wewe. Kweli? Kumbe unanipenda. Watu wengi wanakuonea sana gere. Na nimesema siku mmoja akidiriki kunisaliti, akaja kuwa na mwanamke mrembo kama wewe, mzuri kama wewe, msafi kama wewe, nitakata kichwa chake, sifuki chini. Mtu tukaangalia kule kwanza, unajua kule tujane kunini? Ndio. Nimewaacha vijana wakiwa wanaendelea kutoa burudani ya ngoma, na ndio maana leo nikawaambia vijana, askari wangu mashupavu, walinzi wangu wa roho yangu, waje waniweke nje ili niweze kupata jua raha asubuhi kama hii. Na niwaambie wazi, katika kijiji hiki hakuna kijakazi yoyote ambaye niliwahi kuishi naye na kuzungumza naye kama nyinyi wawili. Kwa naweza nikasema mna bahati sana. Asante kwa bahati hiyo tudogo. Lakini mimi kipindi naachiwa wazifa nyaraka, babu zangu na baba zangu waliniambia kipindi hichi chief lazima awe analala na mwanamke ama mwanamke. Ndio? Na ndio kipindi hichi anajulikana mwanaume yupi na asiyekuwa mwanaume ni yupi. Sababu duniani kuna wanaume, wavulana na wengine na kadhalika. Kwa hivyo basi, leo itakapoingia majira ya jioni, kwa hiyo leo nitampumzika na wewe mpaka kesho. Au unasemaje? Haina shida. Haina shida. Na wewe? Wewe vipi? Sipo tayari. Sipo tayari. Kwa nini uko tayari? Hapana. Naogopa mama anaweza akanichinja hadharani. Kwa nini akuchinja hadharani wakati mamlaka na madaraka yote ninayo mimi chief? Mimi ndio naamrisha vitu vyote. Amri zote huwa zinatoka kwa chief, sio kwa mama yako. Mama yako alichaguliwa kama atakavyochaguliwa huyu ama wewe. Mama yenu nimemweka. Kwa ni vyema leo ukalale na mimi. Hata wewe unamwona? Kweli kubali tu. Lakini hata mama alichaguliwa kama sisi. Kweli kabisa. Unamjua mama. Sio bahati. Unamjua mama. Ni heri nife kuliko kuwa na chief. Kwa hiyo uko tayari kufa kuliko kulala na chief. Tayari. Sio baya. B. Tasbi. Ndio chief. Nahitaji kwenda kupumzika. Sawa. Ndugu zangu, makamanda wangu, mashujaa, wafalme wa baadaye, leo nina kasukukuu kidogo kwa ajili yenu. Huyu ataenda kupumzika na mimi leo kama hada ilivyo, ila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nitawapa huyu binti leo iwe sikukuu yenu. Ataenda kuwaliwaza usiku mzima ninyi wote, na muhakikishe kila mmoja amfikishe pale panapostahili. Na mtu yeyote asiyefuata au atakayekaidi maadili yangu na sheria yangu, basi niletee chura, niletee taarifa asubuhi na mapema, na kichwa chake kitakuwa halali yangu. Kitu cha kwanza, nashukuru sana kwa ujio wenu katika kikao cha leo. Na ninafurahi sana kuona wanakijiji wangu ni jinsi gani mkiwa na nidhamu. Lakini nataka niwaambie jambo. Kumekuwa na vitu vya ajabu sana katika kijiji hichi.
kumekuwa na minong'ono ya hapa na pale katika kijiji hichi. Imeonekana wazi kabisa kwamba mimi chifu sipaswi ama sina sifa, sina wazifa wa kuongoza kijiji hichi. Nataka niwaambie jambo, niwaambie swala ni kwamba hivi hao watoto wenu wanaokwenda mashambani, wasichana zenu wanaokwenda visimani, ama ninyi mnaokwenda mashambani mkarudi salama, kama si walinzi wangu, askari wangu, wanajeshi wangu, mashujaa wangu bila kusimama imara, mngekuwa mnarudi salama nyinyi? Lakini mmekaa wazi kwamba chifu hafai, chifu hafai. Hivi ni watendee mema mangapi? Na mtambue wazi kwamba tuna upinzani mkubwa na vijiji vya jirani. Lakini nimeonekana wazi kuwalinda, kuwaheshimu na kuwatunza. Lakini wengine mkawa mna minong'ono ya chini chini. Chifu hafai. Mnataka niwafanyie yapi mazuri? Jamani ndugu zangu, yapi mnataka mazuri? Sasa basi, nimesikia minong'ono, na wanaowaleta hiyo minong'ono na wajua, na majina yao ninayo. Kuna watu nimewaweka sera, si kwa sababu ya kuwatesa, la hasha, hapana. Lakini nimeweka vile kwa sababu ni watovu wa nidhamu, wanafanya vitu kinyume na maadili yetu na msingi wa maisha yetu tuliyokuwa nayo. Ninachotaka niseme ni kwamba nimewaweka wajifunze adabu, heshima, hekima, busara na ustahimilifu. Ila kwa yoyote nitakayemsikia kwa sasa hakikiuka maagizo yangu na maadili yangu, nitamweka selo na nitampa adhabu zaidi ya ambayo wanapata wale. Sitaki mchezo katika kijiji changu, sitaki masiara katika kijiji changu, sitaki upuuzi wala upumbavu katika kijiji changu. Mkubwa amheshimu mdogo na mdogo amheshimu mkubwa. Sina mengi ya kuzungumza na sitaki kuongea mengi wala kuwachosha. Kikubwa tuzingatie kilimo, tuzingatie maadili, na nina haki ya kuwa na wanawake hata 10. Hizo ni sheria za kichifu, sio udikteta. Nimemaliza kikao, ninaomba mtawanyike. Nadhani pia mmenisikia. Chura, ninaomba tawanyisha watu haraka iwezekanavyo. Heshima. Chief. Badi. Ya. Mpeleke chief ndani. Mnapoambiwa mtawanyike, mnapaswa mtawanyike. Kamata hapa. Kama jahazi. Hasira nilizonazo huwezi kuamini kabisa. Si ndugu zetu kabisa wale. Ndio ndugu zetu. Sasa kwa nini iwe hivi? Halafu mfalme anasema eti tusubiri maswali na mimi na kweli. Sasa kuongelea kijiji kwetu. Vifufunkunye, vitatange, hayawani msiokuwa na hekima. Hivi kwa nini mnakuwa wajeuri ikiwa mnaishi katika ardhi yangu? Mnataka mfanyiwe nini? Hivyo basi, mkijijua nyinyi ni washenzi, watumwa, mtaendelea kuwa watumwa. Na msisubutu hata siku moja eti mtu akajifanya anakimbia. Kichwa chake kitakuwa halali yangu, haitakuja kutokea. Kelele! Amemruhusu nani aongee huyu? Una viboko 150 leo. Basi sana. Nataka niwaambie kitu kimoja.
Sitaki kusikia lolote kutoka kwenu. Nataka nyinyi msikie vitu kutoka kwangu. Tumechoka bwana. Kunyanyasika tujui. Lakini chifu alimpa lini? Angalia tutachokiana hapa kama hivi. Alimpa lini? Tushachoka kuonewa bwana. Tushachoka bwana. Naomba tusikilizane. Wewe simama. Nahitaji nione kichwa chake kikija. Haiwezekani kakangu. Haiwezekani kakangu. Haiwezekani kakangu. Haiwezekani kakangu.